Sijasikia. Wakubwa shikamoni. Marahaba Sasa marahaba. Hii ndio habari ya ndini sasa hivi za Zanzibar. Kuanzia Mateke mpaka baraza la wawakilishi Chukwani. Halotel waliona jambo hili kwa sababu marahaba jambo la heshima tokea asili. Ndio maana wakasema Wazanzibari hatuwataki kuwapelekea kitu ambacho kwa haki na heshima. Mazani marahaba ipo basi kuwapelekea marahaba. Mwambie jambo walikuwa hii marahaba ajulikana sana. Basi jana nilikuwa na pesa. Nilikuwa na pesa. Na leo nazota kupa zawadi kwa sababu hii habari ya Halotel. Nilipokuwa na zile pesa mkaona kana wanangu wawili, mmoja nitoa mmoja nikuja. Basi alipokuja yule akaniambia baba shikamoo. Nikamwambia marhaba. Nikampa fulana ya Halotel. Basi yule alilia wajua mtoto mdogo mara zote wewe ukapita tu akamwambia asalamu alaykum. Wewe ndio wa alaykum salaam. Lakini njoo ndio mwambie asalamu alaykum. Atakuuliza maili hivi. Hakwambii wa alaykum salaam. Lakini yule mtoto alipoona sijampa zawadi, nikamwambia mwanangu shikamoo. Anambia marahaba baba. Nikasema Halotel yao watafanya jambo. Kwa sababu Halotel wanapofanya jambo lao huwa hawakosei. Hutunga hasa. Sasa kwa sababu kuna habari hii ya marhaba, na mimi ninachotaka kuambia Wazanzibari wote ukuja na Pemba, basi tuunganeni kutumia mtandao huu wa Halotel kwa sababu ni mtandao ambao vifurishi yake ni rahisi sana na makato yake unapotuma na kutumiwa, basi mimi nasema hakuna rahisi. Watu wasema apewaye asitake akaringa, kuja akataka sipate akazinga. Lakini kabla ya kushuka hapa, nataka niwasimulie habari moja ya zamani. Mwajua zamani wakati hizi simu kubwa hizi zaanza ingia, siku hiyo watu walikuwa wakikalia upande huu wachukwani mgeni huku. Tukisema sie matajiri sana kwa sababu ajengale majumba mazuri, ama kweli? Semani kweli? Kwa sababu hata siku atole hata kufaidi. Basi siku hiyo nilikuwa na rafiki yangu tulisoma shirika. Wajua kidogo babake yuko ukaibuni huko. Aliposafiri yule babake akaniletea zawadi, akaniletea simu mbili kubwa. Aliponiletea zile simu, basi siku yake akaniita anambia njoo enda nidodisha. Nilipofika watu wasema choyo mkuona. Huwezi ukafanya choyo kama hujaona. Na mimi nilipoziona zile simu nikafanya choyo. Nikamwambia jamaa yangu hiyo moja ni azimamie. Anambia simu hii huiwezi. Nikamwambia simu naiweza. Akanipa. Aliponipa ile simu, wajua nikakaa nao ndani usiku chumbani hivi. Mule chumbani kidogo nikasikia harufu mbaya. Nikasema jamaa mundani Mungu fanya na mtazama hayumo. Jamaa mundani kuna mtu kakuja nisalia mavi siuoni. Nikasema jamaa melosha kubwa gani? Na angalia mule ndani mie mundalamo muna taisi munaisi. Nikasema itakuwa hii simu inaangushwa kwenye debe la mavi. Basi sikuja kalele simu na iwasha hivi, kumbe ninabonyeza sehemu ya ufuso. Asante sana. Asante. Hizi ni zawadi zako.